Yes, mpendwa mtazamaji wa PCA Online TV, karibu katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunakuletea hapa Online TV. Leo nipo na joo kubwa hapa ambalo lipo na wainjilisti na watumishi wa Mungu ambao wako hapa PCA Arusha, wanatumika hapa kwenye kiunga cha PCA Arusha na viunga vyake. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji. Kabla tujaendelea na mahojiano haya, mchungaji aweze kutusalimia, ajitambulishe yeye ni nani na hapa katika PCA Arusha yeye ni nani katika mji huu. Karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Majina yangu ninaitwa mchungaji Rabson Emmanuel Mrimia. Ninafurahia kwamba Bwana aliniokoa na amenipa nafasi ya kumtumikia katika kanisa la Presbyterian hapa Arusha. Kwa hapa Arusha mimi ndiye mchungaji kiongozi, ndio ninalea makanisa yote hapa. Tuna makanisa katika maeneo ya Urisho kama hili, lakini tuna kanisa Maji ya Chai, tuna kanisa Ngulelo, tuna kanisa Leganga, na pia tunaendelea kuingia mjini na viunga vyake na maeneo mengine yote. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba tumefikisha injili. Kwa hivyo tuwafurahia Mungu ya kwamba ametuwezesha kufanya kazi kwa wakati kama huu na ametupa nafasi katika mazingira kama haya ili tuweze kumtumikia. Na malengo yetu ni kuona tunawafikia watu wote kwa kulitangaza neno la Bwana. Amen. Na mimi umesikia kwa ufupi, umesikia kwamba Arusha na viunga vyake. Kwa ufupi tu, tunataka kuifikia Arusha yote ili makanisa ya PCA yaweze kuenea. Niko na watumishi hapa, nikikupointi unajitambulisha jina lako na unasema unatokea kanisa gani, unatokea mahali gani, ili watu wajue kwamba wewe ni mtumishi wa mahali fulani. Na tulikuwa na kambi hapa ya uinjilisti kama mnavyoona. Kwa hiyo leo tumekutanika ili tujadili mambo machache. Nianze na mtumishi wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji anayekutazama kwa sasa? Mimi jina langu ni Mwinjilisti Gabriel kutoka kanisa la PCA Ngulelo lililoko Arusha, maeneo ya mjini. Kiwa unataka kufika mjini kati, basi sisi la kwetu liko maeneo hayo ya mjini Ngulelo. Tulikuwa na kambi hapa ya wainjilisti toka kongamano linaanza, na pamoja na kambi tulikuwa na semina wakati mchungaji anaongelea kuhusiana na wito. Kuna mambo gani wewe unatoka nayo hapa, unasema kutoka hapa sasa nimeshiba, ninapoenda huko sitakuwa kama nilivyo? Hebu matarajio yako na wito wako na mambo mengine ni nini ambacho unatoka nacho hapa? Ya kwanza nimejifunza mambo mengi kuhusu kanisa linapoelekea. Kanisa sasa hivi laelekea katika hali ambayo inatakiwa lifahamike kimataifa. Kwa hiyo kuna yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya katika mfumo wa local, sasa ni muda wa kuyabadilisha na kwenda ki-international. Na zaidi ya yote nimepata kujifunza kuhusu wenzangu wanafanya nini wanapokuwa huko kwao na kasi yao, lakini zaidi ya yote ni kwamba tulikuwa tukiomba kwa ajili ya huduma kwa muda mrefu. Na mimi natamani sana nikiwa nimesharudi katika eneo langu la huduma niweze kubadili baadhi ya mambo. Kuanza kubadili hata baadhi ya vipindi viwe vinakutanisha watu hata katikati ya wiki kwa ajili ya kupeleka hii kazi ya Mungu kwa haraka, kuwahudumia wenye changamoto, kwa sababu kwa semina hii wengi walihudumiwa. Tukagundua kwamba watu wanahitajika wahudumiwe sio tu siku moja au siku mbili katika wiki, lakini kadri Mungu atakapokupa neema inabidi uweze kuwahudumia hao watu. Kwa hiyo sasa mtazamo wako na matarajio yako kuanzia sasa hivi ni upi? Mtazamo wangu mkubwa ni kuhakikisha kwamba ni kuongeza spidi zaidi ya jinsi nilivyokuwa nikifanya kipindi cha nyuma. Zaidi ya yote ni kwamba kuhakikisha maeneo yote yanasimama katika ubora. Eneo la ndani katika huduma, viongozi wanatakiwa waweje, lakini zaidi ya yote ni namna gani tuweze tukatimiza malengo yetu. Kwa mfano ukiangalia ni kwamba tumetembelewa na makanisa ya mbalimbali kutoka Dar es Salaam. Sasa kila anapokuja mwenzako ni lazima uangalie amekuzidi wapi na wewe urekebishe wapi ili uende wapi. Kama unavyoona kuna online hapa, na lazima nasitufikie huku siku zijazo Mungu akijalia, angalau na sisi tu kanisa la PCA Ngulelo lijulikane kila mahali yetu makubwa hayo.
Asante sana mpendwa mtazamaji, naamini umeelewa na mtumishi wa Mungu ameeleza vyema kabisa. Hebu tuambie, unajua matazamio na matarajio kuanzia hapo unaenda kufanya kama si vile mwanzoni, unaenda kufanya kwa sasa hivi. Una jambo gani la kumshauri kijana? Una jambo gani la kumshauri mtu anayekutazama kwa sasa? Ushauri wako ni upi kwa watu wanaokutazama kwa sasa? Ushauri wangu mkubwa ni kwamba pale ambapo wanapokutanika watu wawili watatu ambao wameitwa kwa kusudi moja, kila mmoja Mungu amempatia maarifa yake na namna ya kuipeleka huduma. Tunapokuwa tumekaa pamoja na kushare mawazo, yatusaidia sisi kuvuka vile vikwazo ambavyo vitushinda kwa muda mrefu. Maana kuna wakati mwingine unaweza kuona kuna kikwazo kimekaa mbele katika huduma, ukaona ni kikubwa lakini kwa mwingine alishakivuka. Kwa hiyo inakupa moyo wewe kuendelea mbele katika nguvu na roho. Kwa hiyo niombe pale ambapo unapoona kuna changamoto, waite watumishi wenzako, kaa nao chini, sehemu mbalimbali, muweze kujadili ni kitu gani cha kufanyika ili huduma iweze kuendelea mbele zaidi. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji tena, umesema unaitwa nani? Jina langu ni Mwinjilisti Gabriel Christopher kutoka PCA Ngulelo, Arusha. Asante sana. Naamini umemsikia huyo Gabriel na malengo yake na matarajio yake. Naamini tukija mwakani hatutakuwa pale tena tulipo, tutakuwa viwango vingine. Asante sana. Basi tunaweza tukakuruhusu uende, halafu nyinyi tunaweza tukasogea hapa, hapa. Hicho kitu kimoja kitoe. Kitu kimoja kitoe. Yes, naamini umesikia mtazamaji jinsi ambavyo Gabriel ameweza kusema malengo yake na mambo yake, na tuko na watumishi wengi hapa. Mwingine ni naye hapa, naye ataeleza malengo yake. Tulikuwa na kambi hapa nzuri kabisa. Hebu niambie mambo mawili au matatu manne ambayo umejifunza kwenye kambi hii, unasema kutoka hapa mimi ninaenda kufanya 1, 2, 3. Hebu ongea na mtazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kwa majina naitwa Joshua Christopher na ni mwinjilisti katika kanisa la PCA Leganga. Kikubwa ambacho nimejifunza hapa ni kwamba palipo na umoja kuna mambo mengi ambayo mnashare na wenzako. Unaweza ukawa upo kwenye huduma unafanya jambo hili, uliona ni kuna mwenzako mkikaa pamoja akikueleza anavyolifanya mpaka unashangaa kwamba hivi kumbe ni rahisi hivi, lakini kumbe na wewe lile unalolifanya pia kwake naye ni gumu. Kwa tuna share na mwisho wa siku kwamba wale ambao tunawaona wataenda kupata kitu kingine kizuri zaidi, kwa sababu tumekaa hapa tukimwomba Mungu, lakini pia tumeshare nguvu wote kwa pamoja kwa sababu tunaombeana, lakini pia lengo kuu ni kwa sababu ya huduma kusonga mbele. Una jambo gani sasa kuanzia hapa wewe umejifunza? Kuna wengine wanataka wajifunze kutoka kwako. Mtazamo wako na malengo yako kutoka hapa ni upi? Swala la mtazamo na malengo yangu makuu ni kwamba kuona kwamba wale ambao ninawahudumia hali yao ya kiroho haiwi tena kama ilivyokuwa. Si kwamba ni mbaya, lakini tunasema tunatoka utukufu kwenda utukufu. Sasa hapa tulipokuwa kwenye kambi ni kama tupo kwenye mafunzo ya kujiimarisha zaidi. Kile ambacho tunacho tunaenda nacho kule pia kwa ajili ya kuwa backup ili waende juu zaidi na zaidi, na pia kuboresha muonekano wa kanisa wa nje pamoja na muonekano wa ndani pia. Hii Arusha tuko na makanisa tuseme 4, si ndio mchungaji? Umesema tuko na makanisa 4. Sasa tunatazamia nini ili tuifikie Arusha yote? Hebu wewe binafsi, maana swali hili naweza isiende kwa mwingine. Wewe binafsi, ili tuifikie Arusha, mtazamo wako ni upi? Yaani ni nini tufanye ili tuweze kuifikia Arusha nzima kwa ajili ya kuhubiri Injili? Kikubwa ambacho ni cha kufanya ni kwamba kila mahali panahitaji kufikiwa pia. Sehemu ambako haijafika PCA ina maana ni kwamba inadai kwamba mbona mimi sipo pale. Na sisi sasa hivi kwa level tulivyofikia, sisi ni migomba iliyokomaa, na siku zote mgomba ukikomaa unaanza kumea, wengine watoto wanatokea. Kwa makanisa ambao tunayahudumia sasa hivi tunaweza tukayahudumia, lakini tukazalisha mahali pengine na ikaenea zaidi na zaidi, na ndo lengo kuu ambalo lipo kwangu. Wow, kwa hiyo hata kumbe si Arusha tu, kumbe hata Tanzania tunaweza kuifikia kila kona
Kumbe kama mgomba unaweza ukazaa halafu kazalisha na mtoto, kumbe hata sisi tunaweza tukazalisha watoto mahali pengine zaidi na zaidi. Una jambo gani la kumwambia mtazamaji anayekutazama kwa sasa, wako pale pengine wako Kenya, Uganda, Tanzania na mahali pengine, una jambo gani la kumshauri na kumwambia anayekutazama kwa sasa? Jambo moja tu ambalo naweza nikamwambia mtazamaji wangu, kama hajaokoka ampokee Kristo. Kama akitutazama wote ambao tuko hapa ni vijana, hata sisi tungeweza kufanya maamuzi ya kusema kwamba tubaki huko duniani, lakini tunang'aa zaidi kuliko tukichakazwa na hali ya dunia huko. Ukimkabidhi Yesu maisha, automatic anakupa kusudi na kazi ya kufanya katika shamba lake, na ampokee Kristo, achane na mambo ya dunia na ajifunze na ajitoe kwake, naye Mungu atamuelekeza katika ile njia impasayo ili aweze kufanya kazi katika shamba lake, kama nasi tunapofanya hivi. Kwa sababu wakiwepo vijana wengi ambao wamejitokeza kwa nguvu hii, hata kuifikia Tanzania na Afrika kwa ujumla, PCA inakuwa rahisi zaidi. Asante sana. Basi kwa faida ya mtazamaji, jitambulishe tena, unaitwa nani? Kwa majina naitwa mtumishi Joshua Christopher. Wow. Asante sana. Ya, tumemsikia mtumishi wa Mungu Joshua Salakikia. Tumesikia mtumishi wa Mungu Joshua Salakikia akiwa anazungumza hapo. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu kutoka pale Dar es Salaam PCA Mpiji, na yeye amekuja hapa. Hebu tuone alichojifunza kutoka hapa, anaenda pale Mpiji. Ni nini? Unajua tulikuwa na kambi, tunaamka asubuhi, unaomba, umejifunza nini? Na kutoka hapa malengo yako na matarajio yako ni yapi? Asante. Kwanza namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi kufika Arusha. Pia namshukuru kiongozi mchungaji ambaye alinipa nafasi kunialika, Rabson Mlimia. Hakika nimejifunza vitu vingi. Cha kwanza ni watu ambao Mungu anawainua kama makolesh kwa ajili ya matengenezo. Ni kwamba nilichojifunza hapa, amehamsha huduma yangu iweze kusogea na kuweka malengo zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatamani, kwa sababu kanisa letu la Presbytery linaonekana kama changa Tanzania, lakini si changa kama watu wanavyozani. Ni kanisa ambalo limeingia hapa nchini miaka mingi, lakini watu wanauliza kanisa gani? Kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji, kiongozi anapopata maono ya kuona namna gani watumishi wa injilisti waitwe, wapate semina kwa ajili ya kuleta msukumo kupeleka mahali pengine kanisa, nimefurahi. Hakika kama kuna mahali nilikuwa nimekata tamaa, kama amewasha moto. Yaani kama yule malaika aliyemfuata Elia kwenye mletemu, akatia moto mahali pale, Elia kaendelea na safari. Kwa hiyo nimejifunza vizuri sana. Haleluya. Naamini mtumishi wa Mungu amesema amejifunza vizuri sana. Hebu tuambie sasa, malengo yako ni yapi kuanzia sasa, na mtazamo wako ni upi kuanzia sasa? Mtazamo wangu mimi bado upo kwa ajili ya ile kanisa, na kwa sasa ninavyoongea hivi tulikuwa tuna matarajio ya kufungua shule ya chekechea pale kanisani, na tayari jengo liko hatua za mwisho kabisa, na hilo ndio tunatarajia kwamba kufika mwakani pale PCA Mpiji patakuwepo na shule ya watoto ambao ni mradi wa kanisa. Kwa hiyo huo ndo msukumo wa kwanza, lakini wa pili ni kwamba nikishamaliza hilo, bado ndani yangu kama ambavyo nimepata semina ya kunihamasisha, nataka niende mahali pengine. Kanisa natakiwa liende Kibaha pale mjini, natakiwa liende Morogoro mjini, natakiwa liende Iringa mjini, natakiwa liende Moshi mjini. Kote huko tunahitajika tufike. Ndio hicho natamani. Amen. Wow, asante sana. Una jambo gani la kumwambia mtazamaji anayekutazama kwa sasa? Pengine alikata tamaa. Unajua hata wainjilisti tulioko ndani pengine tulikata tamaa, lakini una jambo gani la kusema na kutushauri kupitia wewe mafunzo haya ambayo umekaa hapa kwa siku chache, lakini umepokea kitu? Na jambo gani la kushauri wanaokutazama? Ninachoshauri kwamba kama watumishi labda wainjilisti ambao wanakata tamaa,
Lakini pia nashauri kama wachungaji viongozi ambao wanaweza kuhamasisha. Unajua mtu anahitaji mtu wa kumhamasisha, kama Mungu alivyomwambia Yesu Bwana wetu alivyomwambia Petro, wewe ukisimama uhamasishe wenzako wapate kusimama. Kwa hiyo ninawashauri wainjilisti ya kwamba Yesu anahitaji watendakazi. Amezungumza katika kitabu cha Yohana, anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kwa hiyo usikate tamaa, natakiwa uinuke, upate mafundisho, upate semina. Ninakukaribisha mwakani kama tutapata neema tena kufika mahali hapa, tuone namna, yani natamani ziwe hata wiki 2. Ili tuhamasishwe, hata jeshini wanahamasisha kwamba leo tunaenda vitani. Wanahamasisha watu wanaenda vitani. Kwa hiyo usikate tamaa. Yesu Kristo Mwokozi wetu anahitaji watendakazi, na wewe ni mtendakazi. Karibu nyumbani mwa Bwana, shambani mwa Bwana tukavune. Kwa hiyo mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Tunawahitaji watendakazi sana kwa ajili ya kazi ya Mungu isonge mbele. Kwa faida mtazamaji anayekutazama, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Christopher Laudeni, natokea kanisa la PCA Mpiji Mbweni, chini ya mchungaji wangu kiongozi Fred Kikiala. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, umemsikia mtumishi wa Mungu Christopher Laudeni Mwandofu. Ukisikia hawa ni watu wa Mbeya. Tunataka tumtume Mbeya huyu akafungue kanisa la PCA pale Mbeya mjini, ili kwamba PCA ipate kuenea makanisa, ipate kuenea Tanzania, na ikiwezekana tuende East Africa, tupite East Africa, sasa tuende duniani kote. Asante sana mtumishi wa Mungu Christopher kwa neema hiyo. Yes, tumemsikia mtumishi wa Mungu pale. Sasa niko na kamanda wa Yesu hapa ambaye atajitambulisha. Yes, tunaona naendelea kutenda kazi pale, anaitwa wapi? Maji ya Chai. Tuone mipango yake na malengo yake. Alikuwa hapa kambi, lakini zaidi ya kambi kuna kitu ambacho amejifunza natoka nacho hapa. Atajitambulisha kwa majina yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Noeli, ni mtumishi wa Mungu. Kwanza ninamshukuru Kristo kwa kuniokoa miaka kadhaa iliyopita, na baadaye alipoona ya kwamba ninastahili kutumika katika shamba lake akanipa huduma. Mimi ni mwinjilisti na ni mwalimu wa neno la Mungu. Yes. Hebu tuambie sasa, tulikuwa na kambi hapa, kuna kitu umejifunza kutoka hapa, kutoka kambi ilipoanza na kongamano hili. Hebu tuambie kuna jambo gani ambalo umejifunza wewe binafsi? Kwanza kabisa kuna jambo la msingi. Tumekuwa na kambi, semina imeendelea hapa. Kama mwalimu wa neno la Mungu nimeona kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kufanya makongamano kwa ajili ya kuweza kufundisha watu, hasa katika kipindi tulichopo, kwa sababu tumekuwa katika wakati mgumu, wakati wa mafundisho ya uongo. So watu wanahitaji neno la Mungu, lile neno ambalo halijagoshiwa, ambalo kwa dunia sasa limekuwa halipatikani. So nimejifunza jinsi gani watu wamepokea neno la Mungu kulingana na ile dhimu tuliyokuwa nayo. Nimeona kuna umuhimu mkubwa kama mwalimu wa neno la Mungu kutengeneza mazingira ya kuweza kuwafikia watu wengi, either online au hata katika makanisa, hasa makanisa yetu. Jinsi gani ya kuwafikia watu wengi na kuweza kuwapa maarifa ya kiungu kupitia neno la Mungu. Yes. Kwa hiyo mpango mkakati wako kutoka sasa tunapoongea, una mpango mkakati gani wewe binafsi kwamba huu ni mpango wangu lazima utimie mwaka huu, by power by force lazima utimie? Ni mpango gani mkakati ambao wewe kwako unatamani yani uutimize? Kwanza hapa tunapozungumza nimesema mwalimu wa neno la Mungu. Yes. Na tumekuwa na hii semina na nimeshaona, na mbali ya semina tumekuwa na semina ya sisi kama watumishi, tumeweza kujifunza vitu vingi. Nimeona kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuyafanya. Sasa mimi narudi shule. Ni lengo la kurudi shule ni kuongeza maarifa. Kwa sababu ninahitaji watu waweze kufika yani yale, kwa sababu mpaka sasa hivi watu wana mafundisho mengi ya uongo. Sasa ili uweze kuondoa yale mafundisho ya uongo, maana yake ni lazima wewe uwe upgrade. Unapokuja kuifikia ile jamii ambayo imedanganywa, uweze kuwatoa katika ile hatua. Kwa hiyo lengo langu kubwa mwakani
niweze kuwafikia watu kwa kuwafundisha mafundisho ya msingi. Ndio maana lazima niende nikaongeze elimu, na nikirudi sasa niweze kuwafikia kwa kiwango kikubwa. Ndio lengo langu kubwa. Lakini pia katika kanisa letu la PCA, mimi niko pale Maji ya Chai. Ukiwa unatoka Arusha mjini, unafika Usa, then unaingia Maji ya Chai. Pale sifa kubwa, mtumishi wa Mungu ukija pale, wewe una haja ya kwenda kununua majani. Unachota tu maji mtoni, alafu unaweka sukari, unakunywa, unatafuta na mkate. Pale kwa congregation, ninatamani Mungu akinipa nguvu mwakani, ni maono yangu, tusogee tupate congregation nyingine mpya kwenye eneo lile kwa mbele. Kwa hiyo ni matazamio yangu, na namuomba Mungu ili anisaidie kwenye hilo, kwenye hiyo project. Nitakapokuja tuweze kuanzisha kituo kingine cha congregation ya, itakuwa kama tutajua itaitwaje, lakini lazima hayo ni maono ambayo nilionayo kwamba ninatamani mwakani tufanikiwe kwenye hilo. Kwa hiyo mtumishi, ukiona nimekupigia, manake kuna mkutano utakuwa umeandaliwa uje ili tuweze kuifanya hiyo kazi iweze kusonga, tufungue kanisa pale. Kumbe sasa mpango mkakati wako mwakani unataka tuongeze mtoto wa PCA. Tunataka tuongeze mtoto wa PCA kutoka pale Maji ya Chai. Pale Maji ya Chai ambayo tukichota maji tu sukari. Haja sukari tu, mkate unanunua unakunywa, maisha yanaendelea. Asante sana mpendwa mtazamaji. Hiyo ndo sifa ya pale Arusha ni Usaliba Maji ya Chai pale. Anasema sifa ya pale, ukichota maji tu, wewe nenda katie sukari, alafu nunua mkate wako, basi tayari huna haja ya kutia majani ya chai. Kwa hiyo Mungu akubariki na kutunze. Sasa kuanzia hapo kwenye mpango yako, mna jambo gani la kumshauri mtazamaji anayekutazama kwa sasa? Tulikuwa na seminar na ilikuwa tunaongozwa na dhimu inayosema, kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Neno hili linatoka kwenye Zaburi ya 44 mstari wa 5, lakini ule mstari wa 6 anasema, maana sitautumainia upinde wangu wala upanga wangu hautaniokoa. Kile ninachomshauri kijana, baba, mama anayetazama saa hii, ninamshauri amtegemee Mungu. Mwimba Zaburi alijua kwamba nguvu zake, silaha alizonazo haziwezi kumuokoa katika maisha yake, lakini aligundua ule mstari wa 5, kwa nguvu zake Bwana zitamuokoa, kwa uwezo wake Bwana watesi wake watakanyagwa. Kwa hiyo mimi namshauri kwamba aidha ana changamoto mbalimbali, aidha anapitia mambo mengi, aidha anapitia, ni kijana saa hii ananisikiliza, mimi nimshauri tu abadilishe mawazo yake, arejee kwa Bwana, na nguvu za Bwana zitamlinda na maisha yake yatakuwa yamebadilika siku zake za maisha yake. Wow. Kwa faida mtazamaji, tena unaitwa nani? Naitwa mwalimu na mwinjilisti Noel N. Kaya. Asante sana. Huyo umemsikiliza mwalimu na mwinjilisti Noel anasema N. Kaya. Asante sana. Na tulikuwa na mtumishi wa Mungu hapa ambaye yuko pale pale Maji ya Chai wakifanya kazi ya Mungu. Tutamfahamu kwa majina yake, tujue kwa majina yake, lakini kuanzia hapa na yeye ana jambo, anajua kwamba kuna jambo hili nimejifunza. Kuna 1, 2, 3 kutoka hapa, mpango mkakati wangu ni huu, kutoka hapa nitafanya hivi, kutoka hapa nitatenda hivi, kwa sababu naamini hajatoka bure katika semina hii. Hebu kwa faida ya mtazamaji, jitambulishe jina lako na wewe unaitwa nani, na pia ni jambo gani ulilojifunza kutoka hapa na mipango yako ni ipi? Kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo ametupatia, ili kwamba hata wewe unapotuona na kutusikiliza ni jambo la kumshukuru Mungu. Maana kuna watu wengi ambao walitamani kuwepo siku ya leo lakini hawapo. Sasa sisi tupo, tuna haja ya kumshukuru Mungu kwa hilo. Ni kabla sijaendelea sana, nipende kujitambulisha. Majina yangu ni Justin Justo Magali, ni Mluguru aliyeokoka. Mluguru aliyeokoka. Kwa maana hiyo kabisa. Mluguru ndio nyumbani. Baba yangu Mluguru, mama Mluguru. Kwa hiyo na usishangae sana tokea Morogoro sasa hivi kwa Arusha. Kazi ya Mungu ndio imenileta mahali hapa. Najua Mungu akitaka ufike mahali utafika hata kama utaki. Alipotaka Yona afike Ninawi, alipokataa kwenda akaenda kwa lazima. Kwa hiyo
sina maana kwamba na mimi nilikuja kwa lazima, lakini Mungu alinileta Arusha, alijua kwamba kuna mahali kuna watu wanatakiwa wapokee kitu kupitia mtumishi wake. Na nizidi kumshukuru Mungu kwamba nimekutana na watumishi wa Mungu Arusha, na kuna kitu nimejifunza kutokana na kambi ya mahali hapa ambayo tumefanya kwenye kanisa la PCA Ulisho, na tumekutana na kabila la watu wa Meru. Nimejifunza vitu vingi. Wa Meru ni wakarimu sana. Kwa kija kwao lazima unywe chai, lazima ushibe. Kwa hiyo nikagundua kwamba tunajifunza kwamba na sisi kesho na kesho kutu tuwe na vizazi venye ukarimu kwa staili hiyo. Maana inawezekana sio kila sehemu ukienda utakaribishwa vizuri mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna sehemu kama hizi tunapokaribishwa vizuri, namshukuru Mungu kwa hilo. Lakini kutokana na kambi na ile semina nimejifunza vitu vingi sana. Umesikia msikilizaji kwamba kuna watumishi wametoka Dar es Salaam. Tunaelewa Dar es Salaam hali ni joto sana. Sasa wamekuja huku wamekutana na baridi, lakini wakaifanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu ikaendelea. Kitu ambacho nimejifunza kwamba Biblia inasema kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kumbe naposema ulimwenguni kote maana yake ni kwamba hatuna mipaka ya kuhubiri injili. Lazima tuzunguke dunia yote. Sasa haijalishi kuna baridi, hakuna baridi, utaenda kuhubiri nini? Ili kwamba watu wa Mungu wapatikane, waende wapi? Waende mbinguni. Kwa hiyo nikagundua watu wa Mungu wamekuwa na uvumilivu, nikajua kwamba watu hawa wametumwa kuifanya kazi ya Bwana. Kitu pekee nimejifunza na mimi, sasa nimezoea mazingira ya Arusha, Dar es Salaam ni joto, lakini nikiitwa Dar es Salaam nitafanyaje? Nitakwenda kuifanya kazi ya Bwana. Mazingira yasitufanye kushindwa kuifanya kazi ya Mungu. Ndio kitu nimejifunza. Maana wako watumishi ukiwaambia nenda sehemu fulani kahubiri, anapata shida, anaanza kufikiria mazingira. Lakini nimejifunza kwamba tunapoifanya kazi ya Mungu tusiangalie mazingira yakoje. Tufanye kwa sababu yuko aliyetuagiza, bosi wetu aliyetuajiri ni Mungu mwenyewe. Lakini jambo lingine ambalo nimejifunza kutokana na kambi hii, tumejifunza neno la Mungu, tumejifunza maisha ya huduma na familia kama watumishi. Tukajifunza vitu vingi kwamba kuna mahali unaweza ukafika ukibezi upande mmoja unaharibu upande mwingine. Wakati huo vitu vyote hivi vinatakiwa vifanye kazi kwa pamoja. Usiharibu kwenye familia, usiharibu kwenye huduma. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza na kimenisaidia kufika mahali kwamba hata kesho na kesho kutwa na mimi nikiwa kwenye huduma, familia isiwe kikwazo cha kumtumikia Mungu, au huduma isiwe kwazo ya kuharibu familia. Lakini pia tumejifunza kwenye mkutano, kwenye ile semina ya neno la Mungu, tukawa na theme ya neno la Mungu ambao kama ulisikia mtumishi wa Mungu amesoma pale kwamba kwa nguvu zako tutawakanyaga watesi wetu. Kwa hiyo tukajifunza kwa habari ya neno la Mungu na kwa jina lako tukajua, tukafika mahali na sisi tumepata kitu ambacho kitatusaidia tuwafundishe wengine kwamba wakati mwingine watu wanaona kama vile wamefeli maisha, wameshindwa maisha, wanapoona watesi ni wengi kwenye maisha yao, wanajikuta wanakata tamaa ya maisha. Lakini kumbe tunatakiwa sisi kama watumishi wa Mungu tuwakumbushe kwamba liko jina ambalo kwa hilo haijalishi watesi wanaokuja mbele yako ni wakubwa kiasi gani, hata kama wakiwa na milaba 4 kama Goliati, lakini kwa jina hilo wataanguka chini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa semina ile jinsi ambavyo imekuwa ya baraka kwetu. Naamini hata na wewe mtazamaji imekuwa ni ya baraka kwako. Na tunapoelekea kumaliza semina yetu, tuna jambo la kusema kwamba Mungu alitaka tuwepo ili kwamba wewe upate kitu. Na hata sasa naamini unaendelea kupata kitu. Jambo la msingi nataka nikuambie kwamba unapotuona wakati huu, inawezekana unatuona online kupitia television yetu, lakini kuna siku ukatuona live mahali pale ulipo. Naamini Mungu atatengeneza njia sikufikie. Kwa hiyo haijalishi huko South Africa, huko Uganda, huko Kenya, huko Rwanda, huko wapi, naamini kwamba kuna siku utatuona
tumefika mahali hapo tukiwa live. Jambo la msingi tunajua tunaitangaza kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunazidi kumwomba Mungu ili kwamba tukufikie na wewe mtazamaji na msikilizaji wetu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Tumemsikia mtumishi wa Mungu hapo. Kwa faida ya watazamaji na wanaokusikiliza, unaitwa nani na pia una ushauri gani kwao? Kwa majina yangu kama nilivyosema ni Mluguru aliyeokoka. Naitwa Justin Justo Magari. Hili jina sio geni sana. Kwa maana hiyo unaponisikia sasa mimi naifanya kazi ya Bwana. Na ushauri wangu au kwa watu wanaotusikiliza, kwa watumishi wa Mungu, tuifanye kazi ya Mungu kwa moyo wote. Na kubwa zaidi tujifunze kufundisha kweli pasipo kupepesa macho. Tumesikia mahali pale kwenye kile kitabu cha Zaburi 44 mstari wa 6 anasema kwamba upanga wangu na kile nilichonacho hakinisaidii. Nikagundua kitu kwamba kama hauna Mungu, hata ukiwa na kitambaa hakiwezi kukusaidia. Yaani kwa hiyo sasa sikiliza, mtu anasema ni upanga. Daudi anasema ni upanga. Yaani ana upanga ndio, lakini anamwambia Mungu huu upanga haufai chochote. Yaani kwa namna moja ama nyingine upanga sio kitu kama hauna Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kuwafundisha watu kwamba vitambaa sio issue, nyanya za upako sio issue, mikate ya upako sio issue, keki za upako sio issue. Jambo la msingi sana tuwe na jina lipitalo majina yote. Na kwa jina hilo watu watapokea uponyaji, kwa jina hilo watu watafika mahali watamtukuza Mungu. Hatuna haja ya kutumia visaidizi kwa sababu Mungu hahitaji usaidizi. Na hatuna haja ya kumchanganya Mungu na vitu vingine kwa sababu Mungu sio kitu. Kwa hiyo Mungu anapenda tunapoihubiri injili ya kweli. Kwa hiyo wewe mtazamaji, msikilizaji, mahali ulipo pale, inawezekana ni mtumishi, basi hubiri kweli. Lakini inawezekana ni kijana, tazama namna ambavyo kiangalia mchungaji wetu pamoja na sisi watumishi ambao tuko chini yake, wote ukitazama ni vijana bado. Kwa hiyo nikushauri kijana ambaye unatusikiliza, una nafasi ya kumtumikia Mungu. Kama ni binti, una nafasi ya kumtumikia Mungu. Achana na maisha ambayo hayampendezi Mungu. Achana na maisha ya dunia hii. Achana na vitu ambavyo vitakupoteza. Kijana, hii ni nafasi yako. Biblia inasema enyi vijana mnazo nguvu. Kwa hiyo kipindi ambacho una nguvu ndio saa ya kumtafuta Mungu kwa bidii, ndio saa ya kumtumikia Mungu kwa bidii ili kwamba umwaibishe shetani. Mbali na hapo hakuna namna utamwaibisha shetani, badala yake wewe ndio utaaibika. Kwa hiyo jambo la msingi sana, mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama tayari umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tathmini maisha ya kwako yakoje ili kwamba Mungu atukuzwe kupitia wewe. Na Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki. Tulikuwa na mchungaji hapa ambaye yeye ndo minister wa mahali hapa na ni mwangalizi wa makanisa yaliyoko hapa Urisho, yaliyoko hapa Arusha, Urisho pamoja na viunga vyake. Nataka nifahamu kwa sababu yeye ni mchungaji, pale mwanzo alijitambulisha, alisema yeye ni msimamizi, lakini nataka nifahamu historia fupi ya kanisa hili. Kama nafahamu kidogo, naomba nipatie historia fupi ya kanisa hili. Asante sana bwana mtangazaji. Historia ya kanisa hili kwa kifupi ni kwamba lilianzishwa mwaka wa 1992 ambapo kanisa hili lilimeguka kidogo kutoka kwa kanisa la Kiluteri, ambapo kulikuwa kuna changamoto Meru wakati wa migogoro ya kidiocese. Na walipomaguka, baadhi ya watu wakawa wakitafuta kanisa ambalo litawaweza kuwakuza kiroho. Lakini wakajaribu makanisa mengine na mengine kwa sababu hawakutaka kujihusisha sana kwenye ule mgogoro. Kwa bahati nzuri wakakutana na kanisa linaloitwa kanisa la Kipresbyterian la Afrika ya Mashariki. Walipokutana na kanisa hili la Kipresbyterian, wakafundishwa, wakaelezewa kuhusu kanisa la Kipresbyterian, wakafundishwa jinsi gani linafanya kazi,
mifumo yake, uelekeo wake, wakapewa zile mission and visions za kanisa, wakapewa books of prayer, wakaangalia utaratibu za kiibada, wakafurahi sana. Ninaweza kumtaja among the remarkable person, watu ambao walikuwa wamekuwa wakati huo, anaitwa mzee Alex Palanjo. Alex Palanjo, ambao walikuwa ndio waasisi wa kwanza, wakaweza kukutana na hiyo, wakafundishwa vizuri, baadaye wakalikubali ile kanisa na wakaamua kabisa kuingia na kujiunga na kanisa la Presbyterian baada ya kuona ya kwamba ni kanisa zuri, linaweza kuwalea vizuri. So kuanzia mwaka 1992 kanisa hili limekuwa likiongezeka, likikua ambapo tumeweza kuingia maeneo ya Ngulelo, tukaweza kuingia maeneo ya Leganga, Maji ya Chai, sasa tunaelekea Katiti na tunaelekea mjini ambao tayari tuko kwenye mpango. Kwa hiyo kanisa hili limekuwa likikua kwa kasi, na tunamshukuru Mungu kwa sasa waumini wamekuwa wakiongezeka, wakilipenda kanisa kwa sababu linafundisha kweli na linamtegemeza Mungu. Hiyo ni historia kidogo ambayo naweza kukupatia kwa ajili ya kanisa la Presbyterian la Afrika Mashariki hapa Arusha, jinsi ambavyo lilifika. Wamisionari wengi wamekuwa wakipita hapa wakijaribu kulisaidia ile kanisa ili liweze kufikia watu, na mpaka hapa tulipofika sisi sote tumeshiriki katika umisionari pia wa kulipeleka kanisa hili mbele. Asante sana mtangazaji, hiyo ni historia fupi sana. Ingawa kuna mambo mengi sana, lakini hiyo angalau nimekuibia kidogo kanisa hili jinsi ambavyo lilianza. Asante sana. Toka umefika hapa, naamini umewasoma wale wengine waliopita nyuma yako. Unaweza ukawafahamu waliopita nyuma yako, na wewe umeingia hapa, umeingia kipindi gani na una muda gani hapa? Wamepita wachungaji wengi sana katika hili kanisa. Kuanzia mwaka 1992 kanisa hili limeongozwa na wachungaji si chini ya 13. Kwa hiyo katika kila kipindi cha miaka 4 mpaka 5 kunakuwa na mchungaji anabadilishwa, 4 mpaka 5 anabadilishwa. Kwa hiyo wamekuja wachungaji wengi, lakini remarkable ambao wale ninaweza kuwakumbuka currently, miongoni mwao ni mchungaji ambaye yuko pale Dar es Salaam, Msamila, yuko mchungaji Mwambungulu, yuko mchungaji Hosa na wengine wengi ambao wamefanya kazi katika mazingira kama haya. Lakini pia tunakumbuka watumishi wengi sana ambao wamepita maeneo kama haya, wengine kutoka Kenya, wengine kutoka maeneo mbalimbali wamehudumu hapa. Lakini hao ni wale remarkable ambao kwa sasa najua watazamaji wengi wanawafahamu na wanaweza kujua wamepita katika maeneo haya, wamehudumu mazingira haya katika hii baridi, na wenyewe walikaa pia na wakamtumikia Mungu, na Mungu akaleta mazao yaliyo ya baraka. Na wewe hapa umeingia mwaka gani na una muda gani wakati umeingia hapa kanisa la Ulisho kama minister ambaye unachunga makanisa yote ya hapa Arusha? Mimi nilitumwa hapa na kanisa mwaka 2022. Yeah. So nikahudumu tangu mwaka 2022, 2023, na sasa huu ni mwaka 2024 tunaelekea kumalizia. Nashukuru Mungu kwa huduma ambayo amenipatia. Katika kipindi chote hicho nimefurahia kuwa na watu hapa, tuwahudumu nao pamoja, na wenyewe wanafurahia kwa sababu unapowafikishia watu habari njema wanasikia amani sana. Kwa sababu Biblia inasema imebarikiwa miguu inayopeleka habari njema. Hallelujah. Asante. Hebu tuambie, umefika hapa kutoka 2022, 2023, 2024. Kuna changamoto ulikutana nazo kama mchungaji. Hebu tuambie changamoto gani ambazo umepitia kipindi chote hicho ambacho umekaa hapa, ni takribani sasa miaka 3. Ni changamoto gani umezipitia? Kwa kweli changamoto ni nyingi ambazo nimepitia. Moja ni kubadilisha mazingira ambayo kwa kawaida si rahisi sana kukubali kiafya. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo za kiafya, kwa sababu unapobadilisha mazingira, unakuja kutoka eneo la joto Dar es Salaam unakuja eneo la baridi, so unakutana na changamoto kama hizo. Changamoto za
za kuwafikia watu. Unapotoka Dar es Salaam ni maeneo ya tambarare, unapokuja huku Arusha unakuta maeneo ya milima kupanda na kushuka. Lakini yote hayo tuwashukuru Mungu kwamba hizo ni changamoto za kibinadamu, lakini kwa Mungu, kwa sababu ndiye amekutuma, anakupa nguvu, anakuwezesha, unaweza kuifanya kazi yake. Changamoto nyingine ambazo nimeweza kukutana nazo kama mchungaji ni kwamba eneo hili la Urisho Meru halina barabara nzuri. Kwa nilipokuja kama mtumishi niliangalia mazingira ya barabara. Kidogo nikaona ni changamoto kwa sababu ya uwezekano wa kufikika na nini. Lakini tukaendelea kumuomba Mungu na tunatumaini ya kwamba hata serikali itakuja sasa huku. Kwa sababu tumeleta kanisa huku, tumeingiza huku, watafika. Na niombelea tu kama Mama Samia anatusikia na viongozi wengine wa serikali ya kwamba kuna eneo linaitwa Urisho, tungetamani kuona barabara imefika. Kuna wanahitaji huduma, tungetamani kuona hospitali zimefika, tungetamani kuona wanahudumiwa na wenyewe wanafurahia wema wa Bwana. Kwa hiyo ni kazi yetu kama kanisa pia kukumbusha serikali ya kwamba kuna maeneo ambayo bado hayajafikiwa sana na huduma za kijamii. Asante. Naamini serikali ya Tanzania na rais wetu ni msikivu, anasikia hapo alipo. Naamini atusaidie kulitendea kazi hili ili kwamba hata ikifika kipindi ili kuwafikia watu, miundombinu iweze kufika hapa Urisho, hapa Meru. Maana kwa sababu kweli miundombinu sio mizuri. Hata sisi wakati tunakuja tumepata changamoto sana, lakini ni kwa sababu ya huduma, ni lazima tufike ili huduma ifanyeje, iende. Kwa hiyo rais wetu tunaomba uweze kusikia na kutuelewa hili kwamba tunahitaji barabara zifike hapa Urisho, zifike hapa Meru, ili kwamba kuwe na hospitali na shule nzuri, ikiwezekana barabara nzuri, angalau magari yao yanapita na kutuweza kutufanikisha kufika kwa wakati. Asante sana. Hizo ni changamoto ambazo umepitia. Hebu tuambie zaidi ya changamoto, lakini kuna mafanikio. Hebu tuone mafanikio mangapi ambayo tumeyapata kutoka mwaka 2022 mpaka sasa. Fanikio la kwanza kabisa ni uhai. Namshukuru Mungu kwamba katika hali yote ya hewa, mabadiliko na nini, Mungu amenibariki na uhai. Kwa hilo kwangu naona kama vile ni success. Kwa sababu kwa mara ya kwanza ungeniambia kama ningekaa miaka 3, ningekuambia haiwezekani. Lakini kwa sababu kuna Mungu ambaye analinda uhai, ambaye ndiye mpaji wa uhai, hapo mimi kwangu ninaona ya kwamba familia yangu imelindwa, imetunzwa, haijawahi pata changamoto. Lakini jambo la pili, mafanikio, nilipokuja hapa kanisa hili lilikuwa halijakamilika. Kwa lilikuwa limejengwa labda kwa 40, 50 pale. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja kubwa ya kulimalizia. Tunashukuru Mungu tulipokuja kanisa hili tukaweza kulimalizia, tukaweza kulifikisha pale ambapo lingetakiwa kufika. Na sasa tuna kanisa ambalo linaweza kuigiza watu 500 mpaka 700 kwa mara moja. Kwa hiyo tuwashukuru Mungu, hayo ni mafanikio makubwa ambapo ni kanisa limekamilika na limemalizika. Lakini pia changamoto nyingine ambayo nilikuta kanisa hili halina mahali pa kujifunzia watoto, yani church school. Tunashukuru Mungu tumeweza kujenga madarasa 2 hapa juu, ambapo sasa tunaendelea kujikaza ili tumalizie hayo madarasa ili watoto wetu waweze kujifunza na waweze kukua katika imani na elimu. Kwa sababu mambo makubwa ambayo kanisa hili lina propagate au linayasukuma, mojawapo ni imani, elimu, afya na uchumi na maisha bora kwa kila mshirika. Kwa hiyo tunategemea kwamba mambo hayo yatakuwa. Ili yakue lazima watoto wetu tuwape elimu. Kama wanalima karoti, tujue wanalima wakiwa na ujuzi. Kama wanalima mahindi, walime mahindi wakiwa na ujuzi. Ili kwamba wasilime kama watu wa karne za zamani wakapata mazao kidogo kwenye eneo kubwa, lakini walime eneo kidogo wapate mazao mengi. Kama wanafuga, wafuge kisasa ili kwamba uchumi wao uongezeke. Kama ni maziwa wanakamua, wakamue maziwa na wayauze kisasa, ili kwamba viwanda viweze kuja kuchukua maziwa yao, wasiuze kama watu wa zamani, lakini wauze kisasa. So hilo ndio objective kubwa ya kanisa hili, kuona tunasukuma ya kwamba washirika wa eneo hili wanakuwa kiuchumi, lakini wanakuwa kiroho pia. Asante sana. Naamini umesikia mpendwa mtazamaji, na tumekuwa na wasaa mzuri sana
kwa ajili ya kujadili mambo haya. Tumekuwa na mchungaji na wainjilisti mbalimbali, jinsi ambavyo umewasikia hapo wakiongea mambo mengi. Turudi kwako mchungaji, pengine rai yako kwa Watanzania wanaokutazama, lakini kwa kanisa hili una jambo gani la kuwaambia kanisa hili, au una jambo gani la kusema mimi ninaona aidha tungefanya hivi, tuna mahali tunaenda kama kanisa, na wewe pia mpango wako ni upi kwa kanisa? Unatamani tufike wapi? Unatamani tuende wapi? Nitaongea katika maeneo mawili. Eneo la kwanza nitaongea kwenye mazingira ya umisionari, kwamba kanisa linapaswa kuwa kanisa la kimishonari. Lisiwe kanisa ambalo linajikita kwenye mambo ambayo si ile core business of the church, si ile biashara kubwa ambayo kanisa litakuwa kufanya. Sababu makanisa mengi yamejikuta yameingia kwenye biashara ambayo sio ile ya kikanisa. Lakini biashara ya kikanisa ni umisionari, kuhakikisha wamefikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo kanisa hili tumekuwa na mission ya maana sana. Tumekuwa na vision ya maana sana ya jinsi gani tunaweza kupeleka kanisa hili kuwafikia watu. Sababu kuna maeneo mengi sana, kuna Ngare na Nyuki huko, kuna maeneo huko ukisikia habari zao. Ngare na Nyuki ni mahali kinatoka kitu cha Arusha. Ukisikia kitu cha Arusha, tunatamani wale watu wafikiwe na neno la Mungu, waokoke. Wampate Yesu, wasikie ya kwamba kuna jina linapita majina ambao limezidi hata hicho kitu cha Arusha. Kwa hiyo ningetamani sana tu kanisa, si kanisa la Presbyterian, tuna makanisa mengine, tukimbie maeneo kama hayo ambayo yana shida. Kwa sababu makanisa mengi yanakimbilia maeneo ya mjini kwa sababu yameona kuna manufaa fulani. Yanasahau core business of the church, si mjini, ni kukimbilia kule ambako watu wameterekezwa, wameachiriwa, wameumizwa, ili kwamba wapeleke huduma na pia waweze kuwasemea jamii kwa serikali kwamba na wenyewe waweze kufikiwa na huduma. So hiyo ndio malengo ambayo ninatamani kanisa hili liwe na maono hayo ya kimissionari. Tusikae hapa tukasema sasa tumefika, ni wakati wa kula na kunywa. Hapana, let us break the chain and advance. Wacha tujifungue makamba, tujiondoe kwenye vifungo tulivyowekwa, tusonge mbele. Bwana akawaambia wana Israeli, waambie wana wa Israeli wasonge, wawache kukaa hapo. So ni matamanio yangu kuona tunasonga mbele, tunafikia wamisionari, tunatuma wamisionari kila mkoa. Kila mkoa natamani kuona kuna kanisa la Kipresbyterian limesimamishwa mahala fulani, sehemu fulani. Si lazima iwe mjini. Sehemu kuna uhitaji, huko kwa Masai, huko kwa Dodoma, maeneo yote kanisa liweze kuwa limewafikia watu, ili watu waokoke na wajue ya kwamba kuna nguvu ambazo zinaambatana na jina la Yesu. Asante. Jambo la pili, ningependa kuwashauri watazamaji ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ambao ni mwezi wa 10 tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni washauri washirika wa kanisa la Kipresbyterian wajitokeze, waweze kufanya uchaguzi mzuri wa amani, lakini pia wajitokeze waliookoka wachukue hizo nafasi, ili kwamba viongozi wanaoshika kwenye zile ngazi zote kuanzia chini wawe ni watu wameokoka, wana hofu ya Mungu, wasiwe watu wa rushwa, ili tukiwaendea tuweze kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunawashauri mwakani 2025 tunaenda kwenye uchaguzi. Washirika wajitokeze wapige kura, lakini waombe viongozi watakaochaguliwa wawe ni viongozi ambao wana hofu ya Mungu, ili tunapowaambia waje walete barabara huku wasiseme hiyo ni kazi yenu, wakimbie haraka kwa sababu wanampenda Mungu, wamelinda rasilimali. Kwa sababu Tanzania ni yetu sote na hii ni nchi ya ahadi kwetu sisi tuliookoka. Asante. Asante sana, naamini umesikia mengi na tumeongea mengi hapo. Naamini una jambo umejifunza, na kama jinsi ambavyo mchungaji amesema hapa, waliokoka tukagombea hizo nafasi, ili kwamba na sisi tuwepo wa kutetea, tuwepo huko serikalini, tuwepo kwenye hizo ngazi za juu. Ukiwa kwenye ngazi ya juu umeokoka, utajua ukiwa na hofu ya Mungu utatetea hata wale ambao wako chini. Kwa hiyo naamini kwamba tumejifunza mambo mengi sana, na hii ulikuwa pamoja nasi katika PCEA Online TV,
na hivi ni vipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea hapa katika PCA Online TV. Mchungaji, nitakuja na kwa mwinjilisti mmoja. Hebu naomba mwage mtazamaji anakutazama kutoka pale Kenya, Uganda, Tanzania na viunga vyake na mahali pengine popote. Una jambo gani la kumwaga kutokea sasa? Mimi ni kuage tu mpenzi mtazamaji kwa kusema hivi: nguvu za Mungu hazipatikani kwenye vitu. Nguvu za Mungu zinapatikana kwa kupiga goti na kumuomba Bwana. So kwa hiyo usitafute kitu chochote ambacho kitakusaidia, kwa sababu utahesabika katika wale ambao wamejikimbiza kwa ashera. Kwa hiyo ni kushauri tu mtazamaji, lakini pia ni kuombe. Usikubali kudanganywa. Jikabidhi mbele za Mungu, fanya kazi kwa mikono yako kwa bidii, naye Mungu atakubariki na kile unachokifanya. Kwa hiyo ninapokuaga, ninakuaga kwa kukuambia Mungu akubariki na akutunze. Lakini pia abariki kazi ya mikono yako. Mimi sisemi abariki visaidizi, abariki kazi ya mikono yako unapofanya. Kama ni biashara, basi ikupe faida zaidi. Kama ni kilimo, ubune zaidi. Naye Mungu atakuongeza na kukuongeza, nawe utafurahia wema wa Bwana. Amen. Asante sana. Naomba kwa niaba ya wainjilisti na pia yuko hapa mwinjilisti, una jambo gani la kuaga watazamaji? Waage watazamaji wanaokutazama sasa. Asante sana ndugu mtangazaji, na niseme tu kwamba tunashukuru kwa muda wote ambao tumekuwa na wewe ukiwa unatusikiliza na kututazama. Mungu akubariki sana. Kwa niaba ya watumishi wote niseme kwamba kuna kitu ambacho umejifunza, chukua kifanyie kazi ili kwamba kikusaidie kwenye maisha yako. Ndivyo ambavyo ufalme wa Mungu unajengwa. Haujengwi kwa mikono, lakini unajengwa kwa neno la Mungu, kwa kulitangaza neno la Mungu ili kila mtu alipate na ili kila mtu alipokee na kumwamini Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unayetusikiliza, unayetazama, umepoteza muda mrefu wa kutusikiliza, sio kwamba umefanya kitu kisicho na faida. Umepata faida kubwa. Itumie hiyo ili kwamba kusaidia jamii ulionayo, kusaidia familia ulionayo, watoto wako. Na jambo la msingi sana, unapolisikia kanisa la PCA Tanzania na popote pale, zidi kuliombea sana ili kwamba tufike mbali na tukufikie wewe na tufike kwenye vijiji vile ambavyo wewe upo. Omba Mungu tufike mahali hapo ili kwamba tukufundishe kweli ya neno la Mungu. Mungu awabariki sana na Mungu azidi kuwatunza kila itwapo leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante sana. Tulikuwa na mtumishi hapa. Hebu naomba na wewe kwa niaba ya wainjilisti wote, hebu ninaomba waage watazamaji. Una jambo gani na kumwambia mtazamaji? Waage. Ninashukuru mtumishi wa Mungu kwa kunipa fursa hii tena. Kwa niaba ya watumishi wa Mungu wote ambao tulikuwa kwenye kambi hii, mimi ni waage watazamaji na wasikilizaji kwa neno hili. Maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Mwandishi au mwimba zaburi, baada ya kuelewa nguvu za Mungu, baada ya kuelewa jina lake lina uwezo, mtumishi huyu alikuwa anatumia upinde, alikuwa na uwezo wa kutumia upanga vizuri, kwa sababu alikuwa ana sifa hiyo. Lakini baada ya kuelewa kwamba kuna zaidi ya upinde, kuna zaidi ya upanga, hivyo vitu haviwezi msaidia, lakini ni Bwana mwenye nguvu zake. Na mimi nimshauri tu mpenzi msikilizaji ambaye amekuwa akitumia, maana amekuwa akifuata, ameshawishiwa aende kwenye mafuta, aende kwenye chumvi, aende kwenye mpaka kwenye leso za upako, mpaka wengine picha, wengine nguo, viatu, kofia za upako. So hivyo vitu vyote havina tofauti na mwandishi, matunda ya upako, keki za upako. Sasa hivi hata watapikiwa chai za upako. Umeona huko tunakokwenda. So mimi nimshauri tu kama mwandishi wa Zaburi alivyogundua kuna zaidi ya, akaachana na hivyo, akaweka tumaini lake
mbele za Bwana. So nimshauri kijana, nimshauri mama, nimshauri baba, mfanya biashara, mkulima, dereva, aweke tumaini lake kwa Bwana. Na akiweka tumaini lake kwa Bwana, Bwana na nguvu zake na uwezo wake atamlinda na ataona amani na mafanikio tele. Huo ndo ujumbe wangu ninamwachia mpenzi msikilizaji na mtazamaji, na Mungu ambariki. Amen. Na mimi umejifunza mengi sana hapo ulipo, na hii ilikuwa ni PCEA Online TV. Na maandiko ukisoma kitabu kile cha Warumi 10:17 maandiko nasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tumekuletea hapa neno la Kristo kwa ufupi japo kwa mahojiano, lakini umesikia. Hebu weka imani, kwa sababu adui ili ya kuharibu anapitia imani. Weka imani ili kwamba uwe salama katika Kristo Yesu. Mungu akutunze, akubariki. Endelea kufuatilia vipindi vyetu katika online TV hii, naamini na utabarikiwa. Asante sana. Basi wakati tunaenda kumalizia, karibu mchungaji kwa ajili ya neno la mwisho. Kwa mawasiliano unaweza wasiliana nasi tukiwa Arusha kwa namba ya simu 0759207564, lakini kwa email tuma message kwa email. Tutaweza kupata ujumbe wako. Tuma katika email pceaurisho1@gmail.com au tuma katika email rapsonmremia@gmail.com. Ubarikiwe sana. 0759207564. Email ya kanisa ni pceaurisho@gmail.com. Email yangu ni rapsonmremia@gmail.com. Karibuni sana. Na usipange kukosa, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu mbalimbali. Na mawasiliano kwa Arusha kama jinsi ambavyo ametoa mtumishi wa Mungu hapo. Lakini ukitaka kuwasiliana nasi PCEA Online TV, utaona tu mawasiliano yako hapo chini katika peji katika TV yako hapo. Mungu akubariki na kutunze. Na hii ni PCEA Online TV. Bye bye. Amen.